So mrembo anasema hujatuambia reaction ya wazazi, waiting for part 2. So guys, nilikuwa nimeshare story yangu how I became pregnant at a young age and experience yangu vile ilikuwa. So nilijua tu maswali kama hizi zitakom. So now ndio huyu mimi hapa nimegundua kwamba I'm pregnant. Nimeshare na my boyfriend na he's ready to take care of me. Yeah. So now worry yangu next imebaki ni wazazi. Nitawaapproach aje hawa wazazi? Mind you, hawa wazazi walikuwa wamenituma shule. Yes, nimemaliza. But now at least walikuwa na expect maybe nianze job immediately, maybe nipate mado, ni change hali ya home, you understand? But here I am. I'm already pregnant. Sasa what do I do as a teenager? Of course ni hard. So mimi kenye nilifanya, niliambia mtu wa mine, manze hapa, mimi sioni nikisema home. Sioni nikisema kama niko pregnant. Itabidi nimelea hii ball hadi siku nitajifungua ndio nifanye nini? Ni wajuange tu na huko mbele. You understand? But then he told me no. Si poa, itabidi wamejua. At least wakijua we can walk in this journey together. So nikamwambia ni sawa, nitawaambia, but for now wacha kwanza nitulie kidogo. So nilitulia guys, nilitulia until when I was I think 4 months pregnant. That is when I decided to call my mom. Na haikuwa rahisi kuongea manzi. So I remember calling my mother and I was like, "Hey mom." She said, "Hey." And I told her, "Mom, unajua yenyewe kuna kitu nataka kukuambia and please usinijudge." So my mom akaniambia, "It's okay mom. What's going on? Niambie, ni nini mbaya? Are you okay? Are you safe? Nini?" You know, she was worried because sijaimwambia kitu kaa hiyo. So nika open up nikamwambia nyewe, mimi mom, mimi niko na ball. I'm pregnant. I'm expecting. So my mom was like, alinyamaza kidogo and then she called and then kitu aliniuliza tu ni ya nani? You know how African mothers can be. Ni ya nani? And I told him, yeah, it's some guy that I met back in college, blah blah blah. And then she was like, so is he ready to take the responsibility ama nikamwambia yeah, ako sawa. And then she was like, ndio maana siku hizi hata au niambie, oh mom, pesa ya rent, oh mom, sijui pesa ya nini, kumbe. And I told her yeah. So she was like, mom, it's okay. Saizi wewe. Sasa she just gave me, you know, zile advice venye mama tu anaweza advice mtoto wake. And one thing I can say is that she was very positive about it. Hakunirushia maneno, aanze kuniambia oh nilikufunza sijui nini. No, she was so calm, akanielewa na akani encourage sana. So kitu nakumbuka tu ni aliniuliza kama ambie my dad, and I told her no, please don't. You know why? Manze mimi I'm the only girl. Nimezaliwa, I'm the only girl kwa boys 4. Kwa boys 3, I mean. We are 4. Me and my 3 brothers. Tuko 4. So you can imagine, mimi ni heartbeat ya babangu. That man, hey, you touch me, he will kill you. Baba, mimi ni roho ya babangu. So I told her no, please don't. Please don't tell my dad, no. Not yet. Tutamwambia lakini sio saizi. So enyewe pia mamangu pia anajua my dad, so tukanyamaza tu. So later on, I think I was around 6 months now. That is when my mom aliniambia, hiyo siku walikuwa wameenda church, it was on Sunday. So when she came back home, akapika lunch and then akaserve my dad. Now walikuwa wameketi hapo kwa meza wakikula. That is when she
broke the news to my daddy. Akamwambia, by the way, your daughter is expecting a baby. So my mama ananiambia, because mimi sikuwa hapo, unaona mimi nilikuwa naishi Eldoret town and my dad alikuwa na wazazi wangu walikuwa wanaishi Narok, by the way. So unaona tuko town tofauti. So mamangu ananiambia, hii ni true story, mamangu alinipea baadaye, ananiambia after nimeambia tu babako uko na ball. Ati my dad aliacha kukula food and akafanya tu na hivyo ndio aliacha kukula na akanyamaza, akanawa na akaenda akalala. I know, najua hata sitaki kuimagine hiyo feeling I'll feel. So later on ati alinyamaza tu hivyo and na hakuongea hiyo siku until like 2 days later. That is when aliuliza my mom, is she okay? Huyo mtu mwenye ako responsible take care. So ameamuaje, anaoleka ama, you see such kind of questions venye tu mzazi anaweza uliza mtu. So my mama akamwelezea venye nilikuwa nimemwelezea and guys, can I tell you something? Until today my dad hajawahi niuliza swali yoyote, and I believe wazazi wengi wako hivyo, especially fathers. Mimi babangu hatujai have to a one-on-one conversation tukaongelea hiyo story, ilidai tu hivyo. So the time nilienda kuonana na my dad ni after nimesha give birth to my son. So nilienda kumwona when my son was actually 3 months old. That is when my dad and my mom will meet my son, and they were happy, they blessed him, oh my God, sijui niwaambie nini. And as I speak to you guys right now, yani huyo mtoto anapendwa. Yani huyo mtoto mpaka wananiambianga huyo ni mtoto wao, ni zae wangu. They love him, I don't know. So I'm just happy wazazi wangu walitake positive na wakani support na wakanikubali na it's just amazing. So najua kuna wale maybe unapata ball ukiwa mdogo, mzazi anakasirika, anakufukuza, wengine hata wamefukuzwa nyumbani. Please, I'm so sorry, I know it's painful, it's hard for you, but jitie nguvu, jitie moyo. Mungu anajua kwa nini iko hivyo guys. So yeah, kama uko na any other question ungetaka kujua, please you can just comment down there, nikufunze 1 2 3. But mimi I'm lucky, wazazi wangu wali support. So thank you.